hawawezekani, wanasubiria, wanapumulia mipira, lakini wewe Mungu amekupa neema kuwepo siku ya leo. Mtukuze Mungu. Amina. Hebu tumshangilie Mungu kwa makofi na vigelegele kwa neema kuu aliyotupa siku ya leo. Katika siku ya leo tutajifunza kwa habari ya usafi. Bwana Yesu asifiwe sana. Usafi. Usafi upo katika aina mbili. Haleluya, wana Mungu. Kuna usafi wa mwili ambao unaunganisha mazingira, maisha anayoyaishi mtu, anaishi kwa namna ya usafi, yaani yuko star, ni msafi, mambo yake yako sawa sawa, huo ni usafi. Lakini tunataka tujifunze habari za usafi wa roho zetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Usafi wa roho zetu. Kama mwanadamu anavyopenda kuwa msafi, ndivyo na Mungu anavyopenda watu wake wawe wasafi. Mungu wetu tunayemwabudu ni roho, na wanaomwabudu wamwabudu katika roho. Kwa hiyo tunatakiwa kuwa safi katika roho. Tukiwa safi katika roho, ndiyo tutampendeza Mungu, na maisha yetu pia nayo yatakuwa safi katika mwili. Bwana Yesu asifiwe sana. Maandiko yanasema mahali pengine, yanasema kimjazacho mtu ndicho kimtokacho. Haleluya, wana Mungu. Yaani jambo ulionalo ndani ndio linalokutoka. Mtu aliyejaa matusi, hata mahali sio pa kutukana utasikia ametukana, ndio kilichomjaa ndani ya moyo wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo sisi tunajifunza habari za usafi wa roho zetu, ambao usafi wa roho zetu utatufanya kuwa safi katika roho zetu na katika mwili wetu pia. Tumesoma maandiko matakatifu katika kile kitabu cha Kutoka. Kutoka 24 mstari wa 10. Maandiko matakatifu yanasema, wakamwona na Mungu wa Israeli chini ya miguu yake palikuwa na kama sakafu iliyofanyizwa kwa yakuti samawi, kama zile mbingu zenye kuwa usafi. Bwana Yesu asifiwe sana. Nitarudia. Wakamwona Mungu wa Israeli chini ya miguu yake palikuwa na kama sakafu iliyofanyizwa kwa yakuti samawi, kama zile mbingu zenyewe kwa usafi wake. Yesu asaidie sana. Huyo alikuwa ni Mungu. Yeye tu alionekana katika hali ya usafi, ambapo wanapafananisha na mazingira yenye ya kimwili tulionayo hapa duniani yaliyo safi. Nyumba zilizopigwa marumaru, imesafishwa vizuri. Alionekana Mungu katika mazingira hayo ya usafi, ambaye ndio huyo tunayemwabudu mimi na wewe. Yesu asaidie sana. Hatumwabudu Mungu katika hali ya uchafu wa roho zetu. Roho zetu zinachafuliwa na dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mtu atasema kwamba sasa sisi tunasafishika kiaje? Tunasafishika tukiwa wacha Mungu, ambao hatuna mawaa, tunayemtumikia Mungu katika roho na kweli, tusiojaa dhambi mioyoni mwetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hatuchanganyi Mungu na dhambi. Yesu asaidie sana.
Kwa hiyo huo ndio usafi. Usafi wa miili yetu, unakuta mtu atanunua sabuni, ataoga kwa maji. Haleluya. Atajisafisha kila wakati. Kila wakati. Mtu asipooga wiki nzima, anafanyaje? Si anatoa harufu. Haleluya na Mungu. Na wewe ukiwa mchafu katika roho yako, ukatenda matendo mabovu yasiyompendeza Mungu, unakuwa unatoa harufu mbele za Mungu. Mungu hatamani kukusogelea uko wewe ni mchafu. Mungu hatamani kuwa karibu na wewe. Harufu ile haimshawishi yeye kuwa karibu na wewe. Lakini maandiko mengine yanatuambia tukiwa wasafi mbele za Mungu, tunakuwa manukato mbele za Mungu. Harufu za matendo yetu zinamfurahisha Mungu kuwa karibu na sisi, ili atende mambo makuu katika maisha yetu. Wewe unasema umeokoka, unamwamini Mungu, unamtumikia Mungu, na hali matendo yako hayampendezi Mungu. Wewe ni mchafu ndani ya moyo wako. Ulevi ni wa kwako, uchawi ni wa kwako, ujambazi ni wa kwako, uzinzi ni wa kwako, ukahaba ni wa kwako, na kanisani unaingia, na pambio unaimba, na kusifu unasifu, na kuhubiri unahubiri. Mungu hawezi akawa karibu na wewe hata kama utahubiri injili ukamtaja Yesu, lakini ndani yake sio uhalisia wako. Kwa hiyo Mungu hawezi kuungana na wewe kwa sababu umejichafua. Unatoa harufu mbele zake ambayo ni mbaya. Lakini tukiwa safi mbele za Mungu, tutatoa harufu iliyo nzuri mbele za Mungu. Mungu atatamani kuwa karibu na sisi kwa ajili ya yale manukato ya furaha ya maisha yetu katika usafi wetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Usafi ni vema kwa kila mtu anayemwamini Mungu. Tukasome tena Samueli wa pili 22 mstari wa 21. Bwana Yesu asifiwe sana. Samueli wa pili 22:21. Maandiko matakatifu yanasema kwamba Bwana alinitendea sawasawa na haki yangu, sawasawa na usafi wa mikono yangu akanilipa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana alinitendea sawasawa na haki yangu, sawasawa na usafi wangu wa mikono yangu akanilipa. Mungu atusaidie sana. Kwa hiyo tukiwa wasafi mbele za Mungu, tukatende yale matendo yaliyo mema mbele zake, yale ndio yanatoa uhalisia wa usafi, anatulipa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tumeajiliwa mbele za Mungu tufanye yale yaliyo mema ili atulipe sawa sawa na yale mema tunayoyatenda, ambaye kwake yanaonekana ni usafi, yanamsogeza mbele zetu. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo ukiwa safi mbele za Mungu, Mungu atakuwa karibu na wewe. Mungu atatamani muda ukifika aje aseme na wewe. Unajua Adamu na Eva walikuwa vizuri sana mbele za Mungu, na Mungu alikuwa anawaza aliko kwamba muda wangu utafika saa ngapi nikaongea na wanangu Adamu na Eva. Alikuwa na tabia ya kuongea nao muda wa jioni, muda wa jua kupunga, kwa sababu ya usafi wao. Akiongea nao, akikaa nao, anajisikia utukufu, anajisikia furaha kwa vile vitu ambavyo ameviumba. Bwana Yesu asifiwe sana.
Na sisi pia Mungu alituumba ili tumtumikie, apate sifa katika uumbaji wake aliyotuumba. Lakini wanadamu wa leo tumekengeuka. Mungu alituumba kwa nia nzuri ili awe anajipatia utukufu kwa matendo yetu mema, na anafurahia usafi wetu na maisha yetu ya kumtumikia yeye. Ndiyo maana unamuona Mungu baada ya Adamu na Eva kukengeuka, kutenda matendo yasiyompendeza, aliwakatilia mbali. Hakutaka waendelee kubaki katika ile bustani, maana walikuwa walichafua usafi wao, walichafua roho zao. Mungu akakosa raha ya kuwa karibu nao. Kwa hiyo tukiwa wasafi mbele za Mungu, wana wa Mungu, tutapata mambo mengi kutoka kwa Mungu wetu, maana ametuambia atatulipa sawa sawa na usafi wa mikono yetu na mioyo yetu ikiwa sawa sawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya, wana wa Mungu. Usafi ni bora. Samueli yule ukiongeza pale 25, ukiendelea pale 25, anasema basi Bwana amenilipa sawa sawa na haki yangu, sawa sawa na usafi wa mikono yangu mbele zake. Mungu analipa. Huyo alikuwa ni Samueli, alilipwa. Haleluya, wana Mungu. Alimtumikia Mungu kwa usafi wa mikono yake. Hakutaka kumchafua Mungu, hakutaka kujichafua, alikuwa sawa sawa. Anatuambia yeye alilipwa. Na sisi tukitembea katika usafi wa Mungu wetu, mioyo yetu ikawa sawa sawa, tutalipwa. Maisha yetu tutalipwa, menendo yetu tutalipwa. Yote tunayotabika kwa ajili ya Mungu wetu tutalipwa, wana wa Mungu. Tuzidi kuwa sawa sawa, tuzidi kuwa safi mbele za Mungu. Mungu atatulipa. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Hawa watu wanaoandika haya maandiko walilipwa. Tukamsome tena Ayubu 22:30. Naye alilipwa. Ayubu, ukisoma maandiko matakatifu, paka shetani, umetoka wapi? Shetani anamwambia nimetoka kuzunguka zunguka. Jinsi anavyomfahamu mtumishi wake Ayubu alivyo msafi, Mungu akamwambia shetani, kwa kuwa ana uhakika na mtumishi wake Ayubu alivyo safi, akamwambia umemwanga safi mbele zangu. Na shetani alimjua, akatoa visingizio vyake vingi, kwa vile umemzingira, umefanyeje. Lakini Mungu anapomfahamu Ayubu, alimpa nafasi kwamba kama unafikiri hivyo ndiyo sababu, nenda ukafanye 1, 2, 3. Lakini bado hakuweza. Yule mtumishi alikuwa msafi. Hebu tukamsome katika Ayubu 22:30. Ayubu 22:30. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunajifunza kuwa safi mbele za Mungu. Mioyo yetu iwe safi. Ayubu 22:30, maandiko yanasema hivi: atamwokoa na huyo asiye na hatia, naam, utaokolewa kwa sababu ya usafi wa mikono yako. Sasa sana, ukiwa msafi mbele za Mungu, atakuokoa na adui yako, maana huna hatia. Ndivyo na Mungu alivyokuwa akimwokoa Ayubu dhidi ya mikono ya shetani Lucifer. Kwa kuwa Ayubu alikuwa msafi mbele za Mungu, hakuwa na hatia.
Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuwa na hatia. Mungu alisimama naye. Na sisi tukiwa wasafi mbele za Mungu, Mungu atatuokoa na mikono ya adui zetu, kwa sababu tutakuwa hatuna hatia na adui zetu, kwa kuwa tuko safi mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya, haleluya. Kuwa safi mbele za Mungu ni msaada. Kuwa safi mbele za Mungu ni msaada mkubwa mno. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukiangalia, tunaangalia Agano la Kale, lakini ukiangalia hata Agano Jipya, Wakorintho wa pili 11:13. 11 mstari wa 3. Wakorintho wa pili 11 mstari wa 3. Kwa habari ya usafi. Jamani, tukijibidisha katika usafi wa Mungu, tukaishi maisha ya kumpendeza Mungu, hutajutia katika maisha yako. Utaona maisha ni rahisi. Utaona kazi ya Mungu ni rahisi, kwa kuwa uko safi mbele za Mungu. Unamsogeza Mungu kuwa karibu na wewe ili akushindie na mambo yako. Manukato ya Mungu yanaonekana ndani yako kwa kuwa usafi mbele zake. Wakorintho wa pili 11:3 anasema, lakini nachelea kama yule nyoka alivyomdanganya Hawa kwa hila yake, asije akawaharibu fikira zenu, mkauacha unyofu na usafi kwa Kristo. Sasa sana. Kumbe yule nyoka aliyewadanganya Hawa, ambao tunasema hivi ni Adam na Hawa, aliwaondolea usafi. Sasa sana. Lakini Mtume Paulo anatukumbusha hapa, anasema, lakini nachelea kama yule nyoka alivyomdanganya Hawa kwa hila yake, asije akawaharibu Kristo. Kwa hiyo sisi tusije tukadanganyika na shetani. Yule nyoka ni shetani aliyemdanganya Hawa. Ndio maana Mungu akatukatilia mbali kupitia Hawa. Lakini leo hii tukijirejesha mbele za Mungu, tukawa wasafi mbele za Mungu, neema ya Mungu itakuwa inakuwa juu yetu kila wakati, kwa kuwa tu safi mbele zake. Tusidanganywe na adui shetani ambaye ni Lucifer, ili tusimame katika njia zake, tuzidi kuwa wanyofu, wacha Mungu, watu wa kumpendeza Mungu, wana wa Mungu. Hata katika familia zetu, ukiwa na watoto ambao wanatembea katika maagizo yako, si unafurahi? Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kiuhalisia, ulimwengu mzima unaouona ni watoto wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana anasema katika maandiko, anasema Mungu ni wa wote wenye mwili. Kwa hiyo Mungu alituumba sisi sote dunia nzima ili apate furaha. Kama jinsi wewe ukipata watoto unatamani wakusaidie shughuli zako, wakusaidie kazi zako, wafanye yale unayoyahitaji, ndivyo na Mungu. Lakini badala yake aliingia shetani ambaye ni mkaidi, aliyekaidi kutoka kule mbinguni, akashushwa hapa duniani. Yule ndiye anayebadilisha mawazo yangu na yako, ili kukutoa katika usawa wa kimungu na raha ya milele ambaye Mungu alituandalia toka zamani. Maana shetani yeye ameishi huko, anatudanganya ili tuikose thawabu ya Mungu aliyotuandalia kule mbinguni. Kwa hiyo tukizidi kuwa wasafi na wacha Mungu,
tutalipwa kwanza uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Uzima wa milele unaishi maisha ya raha milele na milele. Na duniani tutalipwa napo mara 100. Haleluya na Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo tuzidi kuwa wasafi mbele za Mungu. Tusidanganyike na shetani. Yeye shetani alishaandikiwa kuhukumiwa kwa ziwa la moto. Wala hakuandikiwa kuhukumiwa mwanadamu awaye yote. Mungu aliumba mwanadamu ili amrudie yeye. Lakini shetani yeye alihukumiwa. Na dhambi zake shetani hazisamehewi. Shetani angekuwa na nafasi ya kuomba msamaha, yeye angekuwa alishatubu kabisa. Anajua mambo ambayo yako mbinguni yalivyo mema na mazuri. Ndio maana hataki tu kuwa peke yake. Anataka apate wafuasi. Kwa kuwa yeye aliasi, apate wafuasi. Kwa hiyo tusifuate mkumbo, tusimame na Mungu wetu, tuwe wasafi mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Wa kwanza 4:12. Timotheo wa kwanza 4:12. Maandiko matakatifu yanasema kwamba mtu awaye yote asiudharau ujana wako, bali uwe kielelezo kwao waaminio katika usemi na mwenendo na katika upendo na imani na usafi. Narudia, mtu awaye yote asiudharau ujana wako, bali uwe kielelezo kwao waaminio katika usemi na mwenendo na katika upendo na imani na usafi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tukisimama katika usafi, tukisimama katika mienendo ya kumwamini Mungu, katika mienendo ya kumcha Mungu, kusikokuwa na mawaa, tusiokuwa ni watu wenye kuzoelea dhambi, watu wenye kuzoelea mambo mabaya yasiyompendeza Mungu, tutampendeza Mungu. Na siku ile tunapanda ikilia, tutaenda mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Maisha haya tunayoyaishi ni ya kitambo, japo yanaziki ni kwa muda mfupi. Kwa hiyo tusifike wakati tukamwacha Mungu kwa ajili ya ziki ya muda mfupi. Ukadanganyika na shilingi 1,000 isiyokuwa ikimpendeza Mungu, ya wizi, ambayo hauwili milele, utaitumia kwa muda mfupi. Ukaacha kuwa na mienendo ya usafi mbele za Mungu, umekula hasara ya milele na milele. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa wana wa Mungu, ninawasihi katika jina la Bwana wa majeshi, tusimame katika njia iliyo safi. Kama tunavyojibidisha kusafisha nguo zetu, tunavyojibidisha kusafisha mazingira yetu, tunavyojibidisha kusafisha nyumba zetu. Wengine ukiingia kwenye nyumba zao utahisi ni paradiso ndogo. Haleluya. Hata kama hajasema vua viatu, wewe mwenyewe ukishafika tu mlangoni unavua viatu. Marumaru inang'aa, ukichungulia unajiona mwenyewe amesafisha nyumba yake. Wengine wanapiga na perfume
Yaani ukiingia kwenye nyumba kunanukia. Haleluya, wana wa Mungu. Ukikaa kwenye sofa imependeza, wamesafisha nyumba zao kwa ajili ya manufaa yao wenyewe na furaha yao wenyewe. Vipi kwa Mungu wetu? Anajisikiaje kwa kuwa wewe ndiye hekalu la Mungu? Na anasema mtu akiliharibu ile hekalu nami nitaliharibu. Kwa nini? Umelichafua. Yesu atusaidie sana. Kama tunavyohangaika kusafisha nyumba zetu na maisha yetu tunavyoyaweka vizuri, ndivyo na Mungu wetu, kwa kuwa sisi ndio hekalu lake, anajisikia furaha anapoona hekalu lake liko vizuri. Wateule wa Mungu, Mungu anakaa ndani yetu, nasi tunakaa ndani yake. Ni maandiko matakatifu. Kwa kuwa Mungu anakaa ndani yetu, Mungu hapendi kukaa kwenye nyumba iliyo chafu. Kama wewe unavyosafisha nyumba yako, unakaa pazuri, unalala pazuri, unaishi pazuri, ndivyo na Mungu wetu ametuweka sisi kuwa makao yake. Haleluya, wana wa Mungu. Kama ametuweka sisi kuwa makao yake, basi makao yake ambayo ni sisi tuwe safi, ili Mungu apate furaha kukaa katika sisi. Tuwe tunanukia manukato, tupuliziwe perfume ya matendo mema katika mioyo yetu. Tusafishe, tupie marumaru katika mioyo yetu.